Haleluya mteule. Bwana sifiwe. Tumeona uaminifu wa Bwana, ni asubuhi nyingine ambayo Mungu ametupea. Ametupea neema ya kuona siku nyingine hii mpya ambayo ni neema zake zimetufikisha. Ningetaka leo tuangalie katika kitabu cha Mhubiri 11, pale kuanzia tu hapo penyewe ambalo linatuambia utupe chakula chako ama mkate wako juu ya maji na baada ya siku nyingi utauona. Upea watu 7 ama 8 kwa sababu hujui ni baa gani linaweza pata nchi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninatuhimiza kuhusu wateule tuwe watu ambao ni wakarimu kama baba yetu. Baba yetu ni mkarimu na kila wakati amekuwa mkarimu katika maisha yetu. Kila asubuhi amekuwa akitupea fadhili zake ambazo anazifanya mpya kila asubuhi. Sasa anatuhimiza hata sisi tuwe watu wa kupeana, sababu wakati hazina zetu zitajaa kule mbinguni, sababu neno ndio linaendelea kusema pale chini, wakati mawingu yamejaa juu hunyesha, hunyesha katika ardhi. Kwa hivyo mazuri yetu yatakapokuwa yamejaa kule juu yatatunyeshea kama baraka. Inatuhimiza kwamba tupee watu 7 ama 8, sababu hatujui ni baa gani linaweza tokea katika nchi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa karimu na tuwe watu wa kuhurumiana, sababu vile huwa tunafanyia wengine ni akiba huwa tunaweka, na baada ya siku nyingi tutalipwa, sababu kati ya watu ambao unasaidia huwezi jua ni nani anaweza kuja awe msaada wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninaendelea kusema vile huwa tunafanya, tukifanya mpaka mwisho, ati pale ambapo mtu huo unaanguka, kama unaangalia kaskazini ama magharibi, hapo ndio utalala. Ati mambo ambayo wewe utatoka hapa dunia ukiwa umefanya, hayo ndio atakutetea mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninatuhimiza hapo, ninasema wenye huwa wanaangalia mawingu hawatavuna, na wenye huangalia na upepo pia hawataweza kupata mavuno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuangalii hali ya mtu yote ambaye anakuja akitaka msaada wako, huangalii hali yake, lakini msaidie tu sababu ya Bwana, sababu anawakilisha mfano wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninatuhimiza hapo mbele, ati kama vile huwezi jua kazi ya Mungu, huwezi jua penye upepo hutoka na kwenye huenda, na vile mtoto hujiumba katika tumbo la mama, huwezi jua kazi ya Mungu vile huwa anafanya mambo. Kwa hivyo shughuli zote ambazo tunafanya, Bwana anatuangalia na anahifadhi hayo matendo, na baadaye ataweza kuja kutulipa kulingana na uaminifu wake, sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Nazidi kutuambia nazidi kutueleza pale ati nuru ni nzuri, lakini tukumbuke zile siku za giza ambazo zinakuja. Ati matendo ambayo unatenda, haya ndio atakutetea hata wakati utatoka katika hii ulimwengu, sababu ninasema pale 7 ati nuru ni nzuri, lakini tuwe tukikumbuka siku za giza ambazo zinakuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae tukiwa watu wanaangalia sana matendo yao, tusikae tu hivi hivi, lakini tukae tukichunga matendo yetu, maneno yetu, sababu pia maneno yataletwa katika hukumu. Maneno ambayo umeshaiongea kwa siri, matendo ambayo umeshaitenda kwa siri, yataletwa katika hukumu. Kwa hivyo hii roho ya kupeana ama kudhamini wengine ama kufadhili wengine, hiyo ndio itatetea. Sababu nakumbuka ile mfano ambao Yesu Kristo alikuwa anapeana, ati yule karani aliambiwa atakuja kufutwa. Kitu ambacho alijitetea nacho ni kupeana. Alikuwa anapunguzia watu madeni, sababu alisema mimi nikienda kule nyumbani kama nafutwa, sijui kulima na sijui kufanya kazi ngumu, lazima nijitengenezee jina huko. Kwa hivyo vitu zetu ambazo tuko nazo na uwezo ambao tumepewa ama huduma ambazo tumepewa, tutumikiane kwa upendo na kwa bidii, sababu hiyo kazi ndio itatuwakilisha mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuzidi kuwa wa kufuatilia kazi zetu, na tuzidi kuwa wakarimu, sababu hii kupeana ambao ni kuiga mfano wa Mungu wetu itatusaidia na itatutetea mbele za Bwana. Bwana wabariki sana. Na mkipata nafasi pia mteule, unaweza pitia hilo neno la Mhubiri 11, usome yote, iko na mafunzo mazuri sana kwa mteule na itakutia nguvu katika hii safari. Bwana akubariki sana, kuinue, sababu yeye ni mwaminifu. Na katika jina la Yesu Kristo nasema ubarikiwe, upewe nguvu za kushinda hii safari. Bwana akutie nguvu, akuwezeshe akutana mahitaji yako katika shughuli zako zote, akuwezeshe kutenda mapenzi yake, sababu yeye ni mwaminifu.
katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom teule. Amen.